Bwana Yesu asifiwe tena, mtoto wa Mungu, ambapo umeamka mahali popote ulipo. Kuna mambo ambayo nimeanza kubadilika, na kuanzia leo nimebadilika kabisa. Na vitu ambavyo vinanibadilisha ni kwamba nilipogundua kwamba kila mtu kwa nafasi alionayo, mahali popote alipo, hata we mahali popote ambapo muda huu na ujumbe huu inakupata. Nina kundi la watu wako hapo, tunaomba pamoja, wanaitwa wana Fear Not. Yeye naye ujumbe hii namfikia, na zaidi ya yeye naye, kwa sababu ana rafiki atamtumia mtu mwingine, na mimi nitakutumia, na kwa sababu utaikuta kwenye media mbalimbali. Kwa kweli hii neno ni kwa neema ya pekee kwamba kila mtu anahitaji mtu katika maisha yake. Na ni mtu aina gani ambao unahitaji? Ni zaidi ya mtu tena. Ngoja niongeze tena kitu hapo, kwamba kila mtu anahitaji kitu kukamilisha kitu alicho nacho. Mtu mfano, mimi sasa hivi nahitaji nguvu kukamilisha mipango yangu ya kutembea ili niweze kutembea. Nahitaji amani kukamilisha furaha yangu ili furaha yangu iendelee kudumu. Nahitaji kitu fulani, na hicho kitu kinapatikanaje? Hicho kitu ambacho nahitaji kinapatikanaje? Kumbe hivi vitu ambavyo nahitaji, nimegundua kitu kimoja, kwamba kuna mwingine ambaye Mungu anamwezesha kuwa na kitu ambacho kinaweza kikanifaa. Hata mimi mtumishi wa Mungu, kuna mambo katika maisha yangu nahitaji mtu fulani ambaye atanifaa kwa muda huo kunisaidia. Nahitaji mtu wa namna gani? Ndio kitu ambacho tunaenda kuangalia wakati kama huu, wakati ambapo mtu mgonjwa anahitaji daktari ili amsaidie, wakati ambapo msafiri anahitaji gari, msafirishe gari, inahitaji driver, wakati ambapo mwenye njaa anahitaji mtu aliyepika hoteli aweze kula. Kuna wakati ambapo kuna wewe pia, mahali popote ambapo ujumbe huu inakupata, kuna kitu nahitaji. Lakini hichi kitu yawezekana ninatakachosema leo, ambapo Mungu amenituma nayo kwako, yawezekana yanaweza yakampata mtu ambaye inafaa kwenye kitu chake fulani, inafaa kwenye maisha yake, inafaa kwenye jambo lake, ambao ikimuongezea kitu katika pale ambapo kuna kitu kilipungua, kitaongezeka. Na mimi kitu ambacho nitakuongezea leo ni ile nguvu itokayo kwa Mungu kupitia neno hii, kwamba mimi ni nani, una wewe ni nani. Yawezekana sasa, rafiki yangu, ukajua huyu anayeongea, na ukiona sura tutasema ni Amos. Hapana, mimi leo nakuja kwako sio kama Amos, lakini nakuja kwako kwa namna ya tofauti kabisa. Na kila siku sitakuja kwako kama Amos, maana mimi kwanza si Amos, ingawa kwa jina wananiita Amos. Amos ni jina ambalo nilipewa na wazazi. Nawezekana kwa kweli mimi si kwa Amos, na Amos ni jina ambalo walitoa kwa matashi au kwa mtu fulani, lakini mimi ni zaidi ya Amos. Sasa nakuja kuangalia kwa kifupi sana mtu mmoja anayeitwa, tunamfahamu kwa jina Yohana Mbatizaji. Yohana kwa jina anaitwa Yohana Mbatizaji. Sasa Yohana Mbatizaji alipotokea, na hiyo jina kwa kweli alipewa na Mungu, lakini kumbe alikuwa zaidi ya Yohana, maana hiyo jina alipewa baba yake. Alisema huyo mtoto ataitwa Yohana, akiwa pale anahudumu kwenye ukuhani. Lakini kuna wakati akasafiri, akajua huyu ni Yohana. Yohana yeye anapoitwa, wanaona matendo yake alivyo, wanamwangalia Yohana. Makuhani wakatuma watu kwa Yohana huyu ambaye wazazi walimuita Yohana, kwamba nendeni mkamuulize yeye ni nani. Unasikia? Maana wenyewe wakasema kwamba, wakawa nasema, maana yawezekana wana nabii moja ametokea, sijui nani ametokea. Sasa wakasema nendeni mkamuulize.
Na wale waliotumwa na makuhani walipofika kwa Yohana wakaanza kumuuliza, je, wewe ni Elia? Akasema mimi si Elia. Wewe ni nabii mojawapo? Akasema mimi siye. Wewe sijui nani? Akasema mimi siye. Sasa tuambie waliotutuma tukawarudishie kwamba wewe ni nani? Wewe ni nani? Na wewe ndio nataka nikutambulishe kwamba tutaendelea na neno hii. Wewe ni zaidi ya ulivyo, la zaidi ya jina lako. Kuna wakati unaamka unaweza ukajua wewe ni nani. Amka, kwa mfano leo umeamka kama wewe ni nani. Lakini mimi leo naamka hivi. Yohana alisema hivi katika ile Yohana 1:23 alisema kwamba Yohana akawajibu akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana. Yaani yeye akwambia mimi ni Yohana, akasema mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana. Sasa mimi leo naamka kama nani? Yohana aliamka yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana. Mimi leo ni sauti ya mtu anayelia juu yako kwamba muamini Mungu. Bado ana nafasi katika maisha yetu ya kutusaidia. Muamini Mungu, anakupenda. Muamini Mungu, atakusaidia. Na kupitia wewe ni nani? Mimi ni nani leo? Mimi ni sauti ya mtu asemaye muamini Mungu katikati ya ulimwengu ambapo wengi kwa kweli Mungu yupo lakini hayupo kwenye maisha yao. Na huyu Mungu ambaye hayupo kwenye maisha yao ndiye ambaye anaweza akajaza kitu kilichopungua kwenye maisha yake. Sasa rafiki yangu, muamini Mungu. Kwa nini muamini Mungu? Wewe inapogeuka kwako katika umwamini Mungu, mwamini Mungu kimwambia, mimi leo naamka kama baba wa familia ambapo familia inanitegemea. Baba, ninakulilia juu ya familia yangu. Ninapoondoka kwenye majukumu mbalimbali unisaidie. Wewe waamke, muda mwingine amka kama baba wa familia. Usiamke na hiyo jina lako. Angalia familia. Amka kama mme wa mtu. Uone kwamba kumbe nina mtu hapa, mke. Amka kama mke wa mtu, mama wa watu. Amka kwamba daktari ambaye inahitajika. Usiamke na jina lako. Amka na jinsi ambavyo ulivyo. Mungu amekuweka sasa. Mimi naamka kama sauti ya kwamba muamini Mungu unavyoamka, na unapomwamini Mungu unavyoamka, simama katika zamu yako, omba Mungu. Jiaminishe tena. Uhai uliopewa na uzima ambao Mungu bado ameendelea kukupa, sio tu kwa ajili ya ulivyo, ni kwa ajili ya ulivyoitwa, ulivyoamka, ulivyopewa power hiyo. Wewe ni kiongozi. Wengine wanaamka, yani yeye ni kiongozi lakini anaamka na jina lake. Mtu we nani? Mimi fulani. Hapana. Amka kwamba mimi ni matarajio ya watu. Wewe ni mbunge, mimi ni matarajio ya watu. Wewe ni pastor, wewe ni mtumishi, unaamkaje? Amka ukitembea kwamba mimi natarajiwa kwa watu. Mimi ni zaidi ya jina langu. Mimi ni zaidi. Mimi ni watu. Mimi ni uzima wa watu. Mimi ni amani ya watu. Kwa kweli mimi leo naamka kama amani ya watu. Muamini Mungu. Na Mungu akubariki sana, mtoto wa Mungu. Unaponitambua leo, usiseme tu kwamba tulikuwa na mtu fulani anaitwa mtumishi Amos. Hapana. Tumeamka na mtumishi Amos ambaye leo ni sauti kwake yeye aliyekosa sauti, nguvu kwake aliyekosa nguvu, kwamba amwamini Mungu. Mungu akubariki sana, na atupate nafasi ya kuomba. Baba, kwa kuwa leo umeniamsha kwamba kwa sauti kwamba ya imani, kwamba watu wa kuamini. Huyu baba anaamka kwenye familia yake, anaamka kama baba wa familia. Namuombea neema ya pekee anapoondoka. Yeye ni baba aliyeacha watoto nyumbani.
Namwombea baraka kwenye biashara yake. Namwombea amani anapoelekea. Namwombea neema yako. Huyu mama ameamka kwenye nyumba yake, ni mama wa familia. Anaenda mahali fulani, namwombea umsaidie baba yangu. Naomba umbariki katika pendo lako. Baba yetu, kijana huyu anaamka, yeye anajionekana jina lakini ni mwanafunzi anaenda shuleni. Msaidie. Baba yetu, watu wameamka mahali sehemu fulani fulani, wasaidie. Mwingine ameamka yuko gerezani, yuko hospitalini. Mwingine ameamka yeye ni zaidi ya ugonjwa inayomsumbua. Namwombea upendo wako na neema yako ya pekee. Sasa kwa kuwa leo tunaamka kama sauti ya kutambulisha watu na kuaminisha watu kwamba wakuamini, Baba, katika imani hii na waombea neema kila mmoja na baraka za pekee kwa jina la Yesu Kristo. Amen.